Mimi naitwa Askofu Simon Makundi, mstaafu kanisa Anglikana. Ni mmoja wa familia hii. Mzee Mtei alikuwa ndugu yangu, rafiki yangu, lakini mzazi mwenzangu, kwa sababu mtoto wangu wa kwanza aitwa Gloria alipendana na Meli, yuko hapa, wakaoana wakaishi, lakini baadaye akatutangulia kwenye ulimwengu wa wafu. Tunamshukuru Mungu kwa uhusiano wa undugu wa kifamilia. Familia ndio msingi wa kanisa, ni msingi wa familia, ni msingi wa serikali yoyote ile duniani. Inaanza kwenye familia. Kama huwezi kuitunza familia yako vizuri na watoto wako wakamjua Mungu, kama mzee wetu marehemu Edwin Mtei alilelewa katika mazingira ya Kikristo, alimpenda Mungu maisha yake yote, na ukiangalia katika taarifa zote tulizozisoma, alipanda ngazi moja hadi nyingine, akawa mtumishi wa umma, mtumishi wa serikali, mtu mwadilifu, mtu anayempenda Mungu. Na wewe ukimlea mtoto wako vizuri, huwezi kujua kesho atakuwa nani. Huyu bwana alikuwa governor wa benki, huyu bwana alikuwa sekretari mkuu wa Afrika Mashariki, alifanya mambo mengi mazuri hapa duniani, na hata kushirikiana na shirika la fedha duniani, akatuletea sifa kama Watanzania, na hata kuwa kwenye grade ya kati ya uchumi. Kazi ya mzee Mtei ni kwa sababu alitunzwa vizuri, alilelewa vizuri, na akasomeshwa vizuri. Kazi kwako utakavolea familia yako, ili wamjue Mungu kwanza kuliko kitu chochote kile. Awe mtoto mwadilifu anayeheshimika kwenye taifa na kanisani na kwa jamii nzima. Hivyo ndivyo inavyokupasa wewe na mimi. Na ndio maana tumekusanyika hapa kumshukuru Mungu kwa huduma na kazi njema ya huyu mzee Mtei. Bwana Mungu ambariki sana. Lakini pia kama wasia wake ulivyosema, kama watoto wake walivyosoma, wamesoma tabia yake ni ya kweli, hata mimi nashuhudia. Alikuwa mtu mwadilifu. Hii habari ya hivi na ufisadi na nini, no, he didn't want that. Hakutaka. Ni kweli. Sasa we governor wa benki bwana, sio tu kama multi-billionaire. Kuna shida gani? Kuna njia hii na ile na ile na ile hivi. Hakufanya. Kilichomnyima nini? Hofu ya Mungu. Kwa hiyo na wewe uwe na hofu ya Mungu mahali popote Mungu anapokuweka, kulingana na kipawa chako na nafasi yako katika uongozi wa taifa na uongozi wa kanisa, popote anapokuweka. Ndio legacy aliyoiacha, na watoto wake wamesoma mahali hapa bila kificho. Mungu ashukuriwe kwa maisha yake hayo, na anakufundisha wewe mimi kuiga tabia njema ya uadilifu, ya kujenga familia yako na taifa lako bila hili wala lile la uongo na unafiki. Lakini duniani, huku duniani tunatofautiana sana katika uongozi, katika fikra, katika mawazo tunatofautiana. Na huyo mzee alikuwa jasiri kweli kweli. Anakufundisha leo jasiri katika mambo ya haki na kweli. Alitofautiana na muasisi wa taifa hili, Julius Kambarage Nyerere, mheshimiwa rais wetu. Lakini walipotofautiana, walizungumza, wakafika mahali. Na sisi Waanglikana tuna msemo semao, we agree to disagree. Yep. Hamwezi binadamu kakubaliana kila kitu, hiyo haiwezekani. Hata watoto wa baba mmoja mama mmoja, we differ, tunatofautiana. Lakini mkitofautiana, mzungumzie bila haya, bila unafiki, katika kweli
na haki, na Mungu atawapa uamuzi bora, mtaendelea mbele kama familia, kama kanisa, kama serikali. Lazima kuzungumza mnapotofautiana. Na sisi ni binadamu, sio miungu. Mungu ndiye hatofautiani na yoyote yule, lakini sisi binadamu tunatofautiana. Kwa hiyo tukitofautiana, tuzungumze, iwe ni taifa, iwe yote ile familia, ili tusonge mbele. Na katika jamii au familia, Mungu huweka watu. Mungu ni wa ajabu, huweka watu wa kuleta upatanisho, na wako katika taifa letu. Ninyi mnawajua, mnawasikia, mnasoma, mnajua watu hao wanaweza kuleta upatanisho kama kuna hitilafu yoyote ya kisiasa nchini, ili tuendelee kubarikiwa. Si tunaimba wimbo ule hivi, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki nini? Alafu sisi Wakristo tunasema mahali ni pazuri ndugu wanapofanyaje? Wakipatana vyema na wakipendana. Ndivyo tunavyoomba Mungu sisi wa Tanzania. Mungu atuwezeshe tukae mahali pema, kupatana na kushirikiana. Na ndugu zangu, mimi sitaki kuzungumza mambo mengi ya siasa kwa sababu ya muda upo. Mungu ametupa resources nyingi, ninyi mnajua. Ametupa resources kibao, ametupendelea vya ajabu. Ni kweli, mnajua na mimi najua. Nami naomba Mungu twende mbele, hata kama tumekwama mahali, na ninyi mnajua, tusikae hapo. Let's move forward. Na ndugu zangu, katika lugha ya Kiingereza wanasema, so what's the way forward? If you are stuck, what is the way forward? Umetembea na gari, umefika njiani, umepata ajali, umekwama. Kwa hiyo unakaa kwenye matope saa zote hizo, utafia hapo nakwambia. I'm telling you. Tafuta njia, suluhisho, tena haraka sana, ili uondoke kwenye matope, uendelee mbele na safari yako. Ndivyo inavyotakiwa katika taifa letu. Tukae, tuzungumze katika haki na kweli na wazi, ili tuendelee mbele hata kama imetokea nini. Sisi ni binadamu. Hata mimi mwenyewe hapa askofu, nimefika mahali katika uongozi wangu nikajikuta nimekwama. Sio utani. Ilibidi tuzungumze kwa makini na busara. Imekwisha. Na mnaniona hapa na afya nzuri, namshukuru Mungu, na themanini yangu ambayo Bwana amenipa. Na kakaangu Mzee Mtea ametangulia miaka 14. Miaka 13, 14. Ni baraka kubwa sana. Tumepata bonus. Mzee rafiki yangu, ndugu yangu amepata bonus ya miaka 13, 14. Ni baraka kubwa. Ni neema pekee. Si wote. Lakini mzee huyu inategemea maisha yake ya kiroho na kimwili pia. Ndivyo alivyoishi kwa uadilifu, kwa neema ya Mungu, bila hofu. Hata kama ukitofautiana na ndugu yako, mnaweza kukaa kule nyumbani, mnaweza kurusha. Mtu na mke wake wanagombana, ni wanadamu hao, sio miungu wale. Mtu na wazazi wake wanagombana, na rafiki yake na ndugu yake wanagombana. Msilale, msiache, mkae, mzungumze, mtubu pale mlipokosea, nyote wawili. Mtubu. There's no question about it. Kwa sababu neno la Mungu linasema tukisema ya kwamba hatuna dhambi, tunafanyaje? Ya, tunajidanganya. Na hakuna watu wanafiki kama sisi wanabinadamu. Kabisa. Ni wenye dhambi, ni wanafiki kabisa. Lakini tukiziungama anafanyaje? Anafanyaje? Atatusamehe. Hakuna dhambi isiyosameheka. Kwa ni juu yetu kuona pale ambapo tumeanguka, tumekosea, kumwomba Mungu wetu, kila mtu individually, personally, kila mtu kwa nafsi yake mwenyewe kwanza, kabla hajaenda kwa ndugu yake na rafiki yake na nani. Yeye mwenyewe na Mungu wake.
atengeneze maisha yake personally, halafu azungumze na ndugu yake bila unafiki. Ukiwepa unafiki au uongo, huyo ndugu yako hata kubaliana na wewe, hawezi. Hata mimi ukiniletea unafiki na uongo na ulaghai, sikubali. Ambie ukweli, halafu tutengeneze. Kama unikosea utubu, au mimi nitubu, tusaishe mambo, tuende mbele. Ndivyo Mungu alivyotumba sisi binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa.